Ili wa kwanza kutazama video zetu zitakazofuata, tunakuomba usubscribe na usisahau kuwasha alama ya kengele ili uweze kupewa taarifa tunapoweka video mpya. Kabanga Studios, pamoja na wewe. Wakati Simba ikitarajiwa kuwasili usiku wa leo mishale ya saa 2:10 kwa saa za hapa nyumbani, kwa mujibu wa ukurasa wao rasmi wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huku nyuma mwenyekiti wa zamani wa klabu hiyo Alhaji Ismail Aden Rage ameipongeza timu hiyo licha ya kwamba wameondeshwa katika hatua ya robo finali hapo jana. Hiki ndicho ambacho amekizungumza Rage baada ya timu yake ya Simba kufurushwa mashindanoni. Hii imenikumbusha wakati nikiwa bado mchezaji wa Simba mwaka 74, tulikuwa Cairo Mehala Al-Kubra, nako tulitoana draw hivyo hivyo. Walipokuja Dar es Salaam tuliwafunga bao moja, kwenda kwao wakatufunga bao moja, wakatutoa kwa penalty na wakatufanyia fujo kubwa sana, lakini hiyo sio sababu kubwa ya kulalamika. Nachotaka kuthibitisha tu ni kwamba vijana wangu jana wamenifurahisha, wamecheza mpira kwa bidii kabisa, na lazima ukubali Sheikh Yusuf. Naam. Kuna wakati mwingine kwenye mpira unamwachia Mwenyezi Mungu. Kuna bahati vile vile. Simba wamefanya mchezo mzuri, bahati yao haikuwa nzuri. Naam, na hii ni mara nyingine katika miaka ya hivi karibuni Simba anakomea kwenye hatua ya robo finali. Nini sasa kifanyike ili kuona mnyama pengine anapata nguvu ya kufuzu katika hatua zinazofuata zaidi ya hapa? Kwanza kwa sababu Simba wameshinikiwa kitu kimoja, kuwa na mashabiki wengi na wapenzi wengi kuliko timu yoyote hapa Tanzania. Kwa hiyo nawashauri tu viongozi wangu mwakani wahakikishe wanasajili timu ambayo especially kuongeza striking force. Tatizo letu sisi bado wamaliziaji kidogo imekuwa wako butu, na nashauri, ingawa nasikia sina hakika, mkataba wa kocha huyu ilikuwa ni Simba kuifikisha semi-final, wangemwacha angalau akae hata mwaka 1.5 hivi tuone uwezo wake. Unadhani kwamba kocha Pablo nguvu ambayo ameionyesha na uwezo wake unampa nafasi ya kuendelea kubakia Simba, ama wewe tu ni unaona kama ni huruma tu ifanyike? Si huruma, nasema kwa technical know-how. Ni bahati nzuri mwenzio, nimepata bahati ya kuwa mchezaji, nimepata bahati ya kuongoza soka katika nchi hii kuanzia ngazi ya klabu mpaka nation. Kwa hiyo mpira naujua vizuri sana, na nimehudhuria kozi za mpira, mafunzo ya mpira peke yake, ikiwemo refereeing, coaching na football administration, na vyeti visiopungua 18. Kwa hiyo napokuambia Sheikh Yusuf kocha huyu anafaa, basi ujue kweli anafaa. Pamoja na kusema kocha anafaa, lakini wadadisi wa masuala ya kandanda nchini wanasema kwamba quality ya wachezaji wa Simba ndio mwisho wake hapo. Kwa hiyo Simba wanatakiwa waingie sokoni ili wapate wachezaji wenye quality zaidi ya waliopo ili kuwapa nafasi ya kwenda hatua za juu zaidi. Wewe kwako unasemaje? Mimi nakubaliana na Karia kwamba hakuna wadadisi, wako wababaishaji. Wadadisi ambao tunao wengi ni wale ambao wanasoma kwenye Google na kuongea as if wao wanajua habari sana. Kwa hiyo wanawadanganya watu ambao hawana muda wa kuangalia Google, kusoma habari kwenye Google. Ukitaka kuwa mchambuzi na ukitaka kuwa mdadisi, lazima ukubali kuelewa ule mchezo wenyewe, ucheze mpira au ujifunze sheria zile 17 za mpira wa miguu. Kwa hiyo kuna mambo mengi kwenye mpira ambayo yanahitaji kuelewa. Kwa hiyo tuna matatizo sasa hivi, tuna kila mmoja anajua mpira, kila mmoja mchambuzi, kwa sababu kila mmoja anasoma habari. Siku hizi ziko kwenye mtandao nyingi sana. Tofauti na mtu kama wewe Yusuf, mimi kuamini sana wewe ni kijana mmoja ambao ni vijana wananyanyukia vizuri, na maswali yako wakati mwingine wewe inabidi nijiandae vizuri Sheikh wangu. Asante sana. Namni ili wa kwanza kutazama video zetu zitakazofuata, tunakuomba usubscribe na usisahau kuwasha alama ya kengele ili uweze kupewa taarifa tunapoweka video mpya. Kabanga Studios, pamoja na wewe.